Inafika ma 10 000. 10 000 dollars. Oui. Juste clip, 10 000 dollars. Oui. Alors, dis-nous, il est clip, iko sponsorisé na nani? Ni juste vous comment? Niambie wa director wa tatu ambao unakubali hapa Goma, ambao unafanya kazi vizuri sana. Ya kwanza namkubali Samuskai, yani bro wangu hapa. Ya pili namkubali Zetoto. Watatu namkubali ni Samurai. Bukavu kuna wengi. Mfano watatu tu. Gabriel Peter. Namkubali pia Vava. Mvava. Namkubali pia sana huko muziki tunakubali sana. Unasema huko tunafanya nini? Tunawakubali, tunathamini kazi ya muziki sehemu za Bukavu pale. 1-0. Yaani nashukuru sana kutemea yako mzee wangu. Non, juste tulikuwa nauliza par rapport na hii tournage yenye faire déplacer équipe kutoka Bukavu mpaka hapa Goma. Inaweza kuwa ni dépense gani mlikuwa nayo? Bo, dépense yako mingi, inafika hata ma 10 000. 10 000 dollars. Oui. Juste clip, 10 000 dollars. Oui. Alors, dis-nous, il est clip, iko sponsorisé na nani? Ni juste vous comment? Parce que 10 000 dollars n'est pas facile. Oui. Dis-nous, tuambie, Bo, ile kama mimi nasema 10 000, juu dépense ilikuwa mingi. Vraiment dépense ilikuwa mingi. Na beaucoup ile kuba déplacer au peke. Ouais, carburant, hôtel, ma instrument. Bon, ba musicien, ba studio iko pale. Dépense ilikuwa mingi. Non, tuambie, on a changé plus de 75 fois. Tuambie, donc mulikuwa na shop, mulikuwa na partenariat ou comment? Ni vya kuuza byenyu? Bo, ile ni vya kuuza. Tuliuza njo. Na kama ni kuuza kwa batakuwa na besoin kia vitoa la kwa mtawapatia wafanya ma clip zabo. Bo, ile siaifikiria me akose ikweka kwa mtu mwenye kwa mbezwe mimi naweza kumsaidia. Tuambie hii nyimbo kugisi unaona audio litoka na video iko unaona sasa si video itakuwa na puissance gani? Bo, hii video mimi naona itakuwa na puissance ya nguvu sana juu hata mtu mwameanza kuisikia ku audio unakutana watu biko na envie biko na juza itatoka siku gani kwangisi inaonesha ngisi itakuwa na nguvu ya mingi sana. Alors ngwani poser question ya curiosité juste hapa Goma ko basani wangapi wanafanya gospel benye biko ba mama na ba fille? Ni ba mingi sana. On aura besoin ya kuyua batatu benye ona yua mfano batatu ona yua Bungoma banafanya bien. Bo, nimesema ni ba mingi na mimi naona sasa vile nikisema watatu itakuwa saksi nimekuwa na upendeleo. Non, pardon, tu n'as exigé le upendeleo juste 3 personnes beba na yua beba na ifanya gospel kuba fille. Nitoshe. Vanikate kanja. Awatakata, ne coupez pas. Donc juste 3 artistes ba gospel ba fille. Benye mina jua. Oui. Bo, mina jua kwanza mama Immaculée. Okay. Na mina jua kaka Asticien. Okay. Na mais elle n'est pas maman, je crois. Ni ba mama tu. Oui, tu lomba ba maman. Ah. Bon ça tout simplifier. Tunaenda na kubana ume. Na kubana ume. Nimesema kaka Asticien. Okay. Nimesema na mama Immaculée. Okay. Na nimesema na Dajidit. Okay. Na na kuko mwingine ni mama Nathalie. Okay. Na mama Alliance. Donc benye abatayiwe hapa donc tu vas reconnaître comme artiste ya Goma. Alors tuambie Bukavu nasikiaga ba artiste gani bana yo yimba mu gospel? Mbo ni Bukavu sijua zaidi sana. Mimi najua mwimbaji mmoja ni Siku. Nasikiaka nyimbo za Siku. Nafikiria ndio alimbaga Mungu akaba petit. Mbo mimi naanza limbaka nyimbo mwive. Mwimba wa imani yangu. Okay. Mimi najua ile ni alimba ile. Na Bukavu mimi najua na Mamicho. Okay. Na mama Loti. Okay. Na basi. Mimi naza wakuwa na kutricher ma réponse. Alors tuambie donc une année 2 ans on a espéré nini mu carrière yako? Mbo une année 2 ans mimi najua kama Mungu atafanya vitu ya ajabu sana.
Labda tumalizo, tuambie star gani mnakuwa na besoin fanya na featuring un jour mu gospel wa mudunia yote. Mimi sitakurumia batu na musikate. Utuambie artiste mona préféré ka ufanya na featuring mu dunia yote. Bo, ni ba mingi sana. Ni ba mingi sana. Sa vile kuko Mike Alambai. Okay. Kuko Boni Maitek. Okay. Kuko nani? Ni ba mingi ya sasa. Unapenda niseme wangapi? Mimi nilikuwa napenda tu watatu nosha basema. Alors tunamaliza na wewe. Merci kwa wakati yako. Alors, usikate caméra, je dois devoir parler avec quelqu'un mwenye anajidéguiser sai. Nonesha anta kimbia nonesha. Quelqu'un mwenye anajidéguiser sai. Donc il fait aussi partie ku bageti ya hii chanson. Et comme vous le voyez, donc on va là déjà quelque chose il t'a quoi figurer mon tuangalie caméra. Il t'a quoi figurer mon scène et un clip quand on a moi on va la chaîne, donc ne croyez pas que il est star hein, donc c'est pas ça. Alors je dis bonjour. Bonjour. On les fait en anglais, swahili, français, mashi, kiluba ou comment? En swahili c'est mieux. Okay, tuambie tunakukuta kwenye location, unavaa ma bling na vingine, tuambie unafanya nini? Tuambie. Kwa majina kwanza nijitambulishe, naitwa Asticie Bahindwa Octave. Okay. Tunamtumikia Mungu tangu utotoni mpaka leo. Yani kuite pastor. Ukitaka. Okay. Alafu umetukuta tuna bling, si kwamba kabisa ni maisha yetu, si maisha yetu. Na hata angekuwa maisha yenyu hayatuhusu kabisa. Hayawahusu ndio, lakini ni kitu tumekiweka kwa ajili ya kutambulisha mahali tunatoka. Okay. Nikusema ni maisha, ni hali ambayo inafanana na maisha ambayo tulikuwa nao jana. Yeah. Na leo Mungu ametunemisha kupata wokovu. Ametubadilisha kiroho na kimwili. Yeah. Ndio maana umekuta style kama na hii. Okay. Yaani Mungu alitutoa mbali katika maisha kama na haya. Kumbe kama kuna ndugu anaweza nifuata karibu mbali. Okay. Angalia akitumainia mambo kama na haya lazima geuke. Na ndio maana nyimbo yenyewe ambayo tunafanyia mzunguko, yani kushoot video, yeah, inasema ukiwa na Yesu, yani kuna mahali Yesu ametutoa na leo tunashuhudia alitutoa nafasi fulani hivi. Ngoja kwanza tukuulize. Tuambie ilipelekeaje unaamua kutosha director Bukavu kumleta Goma? Goma hakuna wa director ambao wangefanya hiyo project ama namna gani? Unajua mambo ya muziki, yani tuseme art, yeah, ina mambo yake. Okay. Mimi binafsi nilimuita director, sijui kama nitaje jina lake. Yeah. Anaitwa Pineda Grass. Yeah. Anatumika na kina ndugu kule GV pamoja na Nyota Studio. Yeah. Tunawapenda sana sehemu hiyo. Tumeona kazi zao kwenye internet, tumeziona nafasi nyingi. Yeah. Kazi zao tuliziamini sana, tukasema hawa ndugu wakidushuti itakuwa ni kitu kizuri. Yeah, unaweza imagine inaweza kuwa ni kiasi gani cha pesa ambao ulitumia kumtoa Bukavu location hapa? Yani inaweza kuwa kiasi gani ya pesa? Ndio, unajua mambo ya pesa huwa haipendi kelele. Kwenye dunia yetu sisi, yani yanahitajika kusemewa. Yanahitajika kusemewa pesa, ila sio kiasi kilichotoka. Kweli tumefanya gharama kubwa kumleta. Imagine ngapi? Itakuwa ni pesa kiwango kikubwa sana. Imagine tu ngapi? Kumleta tu. Unajua walipanda meli kuja Goma. Yeah. Walipanda meli zaidi ya mara pili kwenda na kurudi. Yeah. Na unajua kwa kichwa ya mtu ni yani pale sijataja pesa ya kukula, hiyo ni nauli tu. Yeah. Kuna pesa ya kutumia chakula usiku, kutumia kinywaji, mambo kama na yale, kupanda pikipiki kufika kwenye beach. Okay. Ni pesa nyingi sana, sijui nisemeje. Kile ambao mlifanya za chukua gharama pesa ngapi? Vitu, kulocate, kukula, kuuza, pesa zimetoka wapi? Mna partner ama? Hapa najua unazungumzia album mzima. Yeah. Sitaki nitaje title ambazo ziko kwenye album, ila ni nyingi sana. Okay. Na nikisema nitaje kiwango wa pesa tulitoa itakuwa ni uongo kabisa. Tumetoa pesa kiwango kikubwa sana. Yeah. Zaidi ya $10,000 nikisema hivyo nawaza sijajiweka hadharani. Okay. Unajua kuanza kutunga unaweza hitaji wazo ya mtu fulani, si kwamba kuna mtu aliniunga ili nipate inspiration nani nipate hiyo mawazo ambayo tumeitunga ni Roho Mtakatifu, ila kuna muda unakuwa na haja ya kumkimbilia mtu fulani, wenda kama lugha nikiimba Lingala
naijua Lingala ila sina uzoefu kuimba Lingala. Huenda nilihitaji mtu fulani aniongoze kilugha. Je, hii ni kweli, ni vizuri, ni vibaya? Yote ni gharama. Kufanya mazoezi yani repetition ilichukua gharama, kuleta vifaa ya muziki, wanamuziki kwa gharamia, mafuta kwenye group kadhalika, yote ni gharama. Kwenda studioni, kuwalipa wanamuziki, kulipa producer, inabidi kwa siku wakule, inabidi wakunywe, inabidi walipiwe nauli ya kurudi nyumbani. Na kushoot video yenyewe nao ni kazi, kuchukua space mahali tuna shoot video nao ni gharama. Ndio maana tumeenda kwa kiwasi hiyo kikubwa ya zaidi ya $10,000. Okay, labda kabla ya kumalizia, tuambie EP yako ama albumu yako pindi utailaunch, featuring gapi ambazo umefanya na watu wa nje ya Bukavu ama ndani ya hapa Goma? Kiukweli muda ambao nitaiweka hadharani mitandaoni na kwa watu wote nafikiri itakuwa ni mwaka huu, Disemba huko, ila tutakuwa tumeweka title fulani. Yaani utafanya launch official? Tutaifanya tujitambulisha. Najua ni albumu ya kwanza, inabidi watu watambue kama kuna kitu kizito kinakuja kwenye uwanja wa muziki. Kuna watu wapya Mungu amewatengeneza kuleta ujumbe, sababu sisi tunaimba ni ujumbe. Lengo ya kwanza ni kutangaza Injili. Ndio maana inabidi tujitambulishe kwanza, na ninaamini kwamba watu watabarikiwa sana, sababu ni kitu kizuri. Tumemshukuru Mungu sababu ametufunulia vitu vikubwa ambavyo vitawabariki watu. Kwa kumalizia, nipatie wasanii watatu ambao wanakubali kazi sawa hapa Goma. Wasanii ambao wanakubali si hapa Goma tu niseme, hapo mbeleni umeniswali kuhusu featuring. Je, kuna watu nimefanya nao featuring? Kwa kweli hakuna, sijaimba na mtu fulani. Albumu ya kwanza nilisema nitumike binafsi, alafu albumu ya pili ndo naweza nikaangalia watu fulani ambao tunaweza tukafanya nao kazi kwa utukufu wa Mungu. Ila niseme hapa Goma kuna waimbaji wengi. Nipe watatu ambao wanafanya gospel. Kuna Malokeni, kuna ndugu Israel. Anaitwa David Israel, Good News, group ya Good News. Kuna mwimbaji kama Jidite. Yani hapo naachia. Yani tungesema Patrick Kubuya, tukisema ngoja kwanza mimi ndo nasema. Tungesema timu ya Chandelier yani hatuijue, maana wanapana watu watatu. Tuambie pia na Bukavu unajua watu wasanii wangapi ambao wanafanya vizuri? Bukavu najua wengi sana, kina Mamicho Kabungulu, JB Kadiri nilimsema pale, manager wa Nyota Studio, Nyota Record. Tunawajua watu kama akina Olivier Mbiso, watu kama Masilia, ndugu zangu hao nawapenda sana. Yani Bukavu tunaiti I say. Sana huko muziki tunakubali sana. Unasema huko tunafanya nini? Tunawakubali, tunathamini kazi ya muziki sehemu za Bukavu pale. 1-0. Yani nashukuru sana kwa time yako mzee wangu. Mimi nashukuru sana. Labda nichukue time ya kuzungumza na mtu ambaye naye alishoot hii video. Sijui kama unaniruhusu. Naruhusu, sio tatizo. Mimi namuita muuni wa wauni. Mzee, ni sawa. Style gani mtizamie mzee huyo? Style gani ambayo unatumia? Natumia style za kiuni. Yani kiuni. Au tuambie kwanza, na mimi nakujua kwa jina la Pineda Shoot. Na unajua kwa jina gani? Hiyo unajua wengi wameniita Grass, ila jina yangu ya kistar najulikana kama Pineda Films yani. Ona ngoja kwanza. Utanisamia kwanza tunaondoa hii miwani hapa. Tunatoa. Ngoja kwanza. Labda uwe responsible. Atuambie kwanza. Nini ilipelekea unaitika mkataba wa kutoka Bukavu na kuja kufanya kazi hapa Goma? Ila kilichofanya mimi nije hapa Goma. Naweza sema sijui, ila nilisirikishwa. Nilikuwa sina budi ya kukataa kabisa. Ilibidi tu nije nikaheshimishe province yetu ya Sud Kivu huko Goma. Atuambie, na inaweza kuwa ni mara ngapi unakuja tumikia hapa Goma? Itakuwa ya 4 sasa. Mara ya 4 sasa. Na unaweza make difference gani kwa director wa Goma na wa Bukavu ambao mshatumika kwenye atmosphere ya Bukavu pia atmosphere ya Goma? Difference iko wapi? Nawaza hakuna difference. Sote tumetumia vyombo vimoja, akili moja.
yani sina mengi ya kusema. Leo najikuta huko Goma. Niambie wa director wa 3 ambao unakubali hapa Goma ambao wanafanya kazi vizuri sana. Ya kwanza namkubali Samuskai, yani bro wangu hapa. Ya pili namkubali Zetoto. Wa 3 namkubali ni Samurai. Samurai anajitaga Samox. Yani Samuskai, Zetoto na Samurai. Pia Bukavu tuambie ma director wa 3 ambao unakubali. Bukavu kuna wengi. Mfano wa 3 tu. Gabriel Peter, namkubali pia Vava, Mvava, namkubali pia SM Sandalas. Yani Bukavu unajua wa director wa 3 tu. Sio wa 3 ila tuambie, ngoja kwanza, wamefanya vizuri. Ngoja kwanza, kuna bifu ambao saizi na hit kwenyu. Inasemekana kuna top 10 ya mafotografa ambao wameachia, lakini kama haijakuwa sahihi, tuambie mtazamo wako nini? Unajua hiyo ni kama wali gisi wako kwenye hiyo cover ya kwao, ndo sijui kama walikuwa wamepatana wafanye kitu kama hicho, na hiyo kabisa haikubaliki. Hata na kuko ambao wako kwenye hiyo cover hapo na hawakubali wale ambao wako mbele yao. Yani sijui kama alifanyizia ndani ya chumba chake ama Ewa, acha niwaache kwanza, tafuta muda mwingine wa kuzungumza pia na wale watu ambao walifanya hiyo kazi. Asante sana Goma, pia asante sana Bukavu kufuatilia kazi zetu. Chao.